Kwa Mkristo unatakiwa kuwa ni sehemu ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukasema unawajua watu, labda unasema mtu fulani ni mnyenyekevu, au tunaweza tukajiona sisi ni wanyenyekevu. Sisi wote tuko hapa tunaweza tukajiona ni wanyenyekevu, lakini kuna sehemu ambapo hatujafikia, ndio maana tunaonekana ni wanyenyekevu. Tutakapofikia ndio tutatambua kwamba sisi ni wanyenyekevu au si wanyenyekevu. Wakati mwingine watu tunanyenyekea kwa sababu tumenyenyekezwa na vitu fulani au hali fulani na kufanya unyenyekee. Sio kila mtu kanisani unamuona ananyenyekea ni kwa sababu unyenyekevu ni tabia yake au ni maisha yake. Kuna watu wananyenyekea kwa sababu ni maisha tu yamewanyenyekeza. Hawajapata hela. Wanasema huko mtaani, pata hela tutambue tabia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mtu ni mnyenyekevu tu hapa kanisani, anamuomba Mungu ambariki apate hela. Pindi tu anapopata hela, unyenyekevu bye, hamtamuona tena hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusaidie tusiwe sisi. Hilo lisiwe fungu letu katika jina la Yesu. Mwingine ananyenyekea kwa sababu tu anataka Mungu ampe, labda kama ni kaka au ni dada, Mungu ampe mchumba aolewe. Anapopata mlango wa kanisa bye. Hicho ndio kilikuwa kimemnyenyekeza akae kanisani. Unamkuta kwenye vipindi vyote vya maombi yupo, lakini ananyenyekea kusudi apate kitu fulani. Akikipata, Mungu mimi na wewe uhusiano wetu umeishia hapa. Kwa hiyo unyenyekevu wake ulikuwa kwa sababu fulani. Labda mwingine ni mama, una mtoto, unanyenyekea, Mungu naomba nipe mtoto. Mungu anakupa mtoto. Unapopata ule mtoto, mlango wa kanisa unauona haufai. Mungu atusaidie isiwe fungu letu katika jina la Yesu. Mungu anataka tunyenyekee. Hata atakapotubariki tunyenyekee. Ukibarikiwa na Mungu, nyenyekea. Na ili Mungu akupandishe zaidi kimaisha, nyenyekea. Mungu amekuita kwenye utumishi, amekuita katika eneo lolote lile. Mungu amegawa vipawa na karama mbalimbali. Katika iko kipawa, katika hiyo karama, nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana.